Mashariki mwa DRC Congo bado hapajatulia. Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kucomment na kushare kila aina ya matukio ya kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali kile inachokiita matumizi ya mara kwa mara ya silaha za maangamizi zikiwemo ndege zisizo na rubani za mashambulizi ambazo inadai zimekuwa zikilenga raia katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya DRC imesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu takriban 100, kujeruhi maelfu na wengine zaidi ya 200,000 wakihama makazi yao katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, mashambulizi hayo yameathiri maeneo ya mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini na yanachukuliwa kama uvunjaji wa maksudi wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya Washington ambayo yanayosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Muyaya alionya kwamba hali hiyo ni tishio kwa uthabiti wa Jumuiya ya Maziwa Makuu. Amesema kuwa kulenga nchi jirani ya Burundi baada ya mashambulizi hayo ni jaribio la kusambaratisha na kuigawanya kabisa kanda nzima, akisisitiza kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia na kuweka vikwazo dhidi ya wahusika wanaokiuka makubaliano ya amani yaliyosifiwa duniani kote. Serikali ya DRC imesisitiza kwamba inachukua hatua kupitia mamlaka za kimataifa na za mkoa wa Kivu Kusini kukomesha mashambulizi hayo, huku ikitoa wito kwa wananchi kuungana na kuonyesha mwamko wa kitaifa katika kukabiliana na kile ilichokiita kwamba ni uvamizi wa Rwanda. Hata hivyo, Rwanda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imekanusha mara kwa mara kuhusika na mashambulizi au uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema kwamba shutuma hizo hazina msingi. Mvutano kati ya Kinshasa na Kigali umeendelea kupanda katika kipindi cha mwaka uliopita, huku mashambulizi ya silaha nzito na ndege zisizo na rubani yakiendelea kuharibu hali ya usalama mashariki mwa DRC na kusababisha msukumo mpya wa wakimbizi wa ndani. Wakati hayo yakijiri, kundi la M23 limetangaza kuchukua udhibiti wa mji muhimu wa Uvira uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya Uvira, M23 walikuwa tayari wamechukua maeneo ya Kamanyola, Luvungi, Sange pamoja na Luberizi. Tangazo hili limetolewa kwenye mtandao wa kijamii wa X na msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amewahimiza wananchi waliokimbia kurejea makwao. Uvira ni mji muhimu wa bandari ulioko kaskazini mwa ziwa Tanganyika na ambao ni mkabala na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 yanafanyika licha ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa na Marekani na yaliyotiwa saini wiki iliyopita na marais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mjini Washington. Makubaliano hayo hata hivyo hayakulijumuisha kundi la M23 ambalo linaendelea na mazungumzo yake kivyake na serikali ya Kongo na lilikubali mapema mwaka huu kusitisha mapigano. Makubaliano ambayo hata hivyo kila upande unautuhumu mwingine kwa kuyavunja. Makubaliano ya Washington yanailazimisha Rwanda kusitisha msaada kwa makundi yenye silaha na hata kuweka dhamira ya kumaliza uhasama. Wakazi wa Uvira wanasema walisikia milio ya risasi usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya mji huo, huku ikidaiwa kwamba wanajeshi wa Kongo waliukimbia mji huo. Aidha, uvumi ulienea kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kusini naye pia alikimbia, madai ambayo aliyakanusha. Waziri wa habari na mawasiliano wa Kongo Patrick Muyaya amesema katika taarifa yake kwamba zaidi ya watu 100 wameuawa katika mashambulizi hayo ya hivi karibuni ya M23, japo haukuthibitisha moja kwa moja iwapo mji wa Uvira umeingia mikononi mwa waasi. Bujumbura nayo imefunga mpaka wake na Kongo katika maeneo yanayopakana na Uvira, hali inayozidisha ugumu wa wakimbizi kuvuka mipaka kutafuta maeneo salama. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Burundi ameliambia shirika la habari la AFP kwamba zaidi ya Wakongomani 40,000 wamekimbia mapigano nchini mwao na kuwasili Burundi ndani ya kipindi cha wiki moja, huku mamia ya wengine wakivuka mpaka kuelekea Rwanda. Kwa mujibu wa makadirio ya awali,
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imeeleza kwamba zaidi ya watu 200,000 wamelazimika kukimbia makazi yao katika mkoa wa Kivu Kusini tangu Disemba 2. Mji wa Uvira kuingia mikononi mwa M23 kunachukuliwa kama pigo jipya kwa serikali ya Kongo. Mji huu unatajwa kuwa ngome ya kijeshi ya serikali ya Kinshasa katika jimbo la Kivu Kusini tangu Bukavu ilipoanguka mikononi mwa M23. Uvira pia ni kitovu cha biashara na usafirishaji kuelekea Burundi na maeneo ya Ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya kidiplomasia vya Ulaya, Kongo ina wasiwasi kuwa waasi hao wanaweza kusonga mbele na kuelekea mkoa wa Katanga wenye utajiri mkubwa wa shaba pamoja na cobalt uliopo kusini mashariki mwa DRC, kitovu cha uchimbaji wa madini ambacho ni tegemeo kubwa kwa uchumi wa taifa hilo.